Okay. Samani Boni, naweza nikakuuliza kitu? Ndio. Unaweza. Najua Boni, wewe ni mtu wa karibu sana na mfalme. Kwa unaamini siri nyingi kuhusu mfalme unatambua. Bado sikuelewi. Unamaanisha nini? Boni. Unajua Boni, mimi ni mtu wa vitu vya moto moto bwana. Yaani nikishasikia jambo sinaga kupoa. Na nikisikia jambo nikanyamaza, siwezi nikawa mimi. Ninachotaka kumaanisha, nimemsikia Malkia kwa kinywa chake yeye mwenyewe akisema ya kwamba Malkia wa kwanza mfalme aliuawa na mfalme mwenyewe. Wewe hizo habari nani amekueleza? Sasa nisikilize kwa makini. Hii siri ubaki nayo mwenyewe. Lakini mimi nilikuwa nauliza. Kimya. Umenielewa? Ndio, nimeelewa. Dada, nimepita kwa yule baba, nimemkuta na huzuni sana. Na ndio maana umechelewa. Ila najua yuko kwenye wakati mgumu sana. Ila wewe huwezi elewa maana uchungu wa kufiwa na mtoto. Ni sahihi unachokisema. Sawa, naomba tuachane na hayo. Maana kijiji chetu hiki jambo dogo linageuka kuwa kubwa. Kweli dadangu. Nadhani ni muda mimi kuondoka. Japokuwa nitamani nikae na wewe zaidi. Natambua hilo. Ila itakuwa unanisubiri. Pia nimefurahi sana kwa kunifariji. Maana nimefarijika. Sawa. Hata mimi pia nimefarijika. Basi huku endako nijali pia. Na nashukuru kwa kuniaga. Basi njoo nikusindikize. Hapana. Unajua fika watu wakituona itakuwa hatari kwao. Ni bora wewe ungebaki. Mimi ningeenda peke yangu. Sawa. Ila jua tu nakupenda. Safari njema. Asante. Nakupenda pia. Inaonekana unampenda. Ndio nampenda. Na niko tayari kumlinda kivyovyote vile. Hapana. Hutoweza kumlinda kabisa. Kwa nini? Kwa sasa hutoweza kuelewa. Ila wakati ukifika utaelewa.
Nimesikia kuwa malkia wa hii Maya aliuawa na mfalme mwenyewe. Wewe hizo taarifa umezipata wapi? Kama unavyojua Chaumbea hajawahi zungumza habari za uongo. Namhitaji Chaumbea mara moja. Nadhani mnajua adhabu yangu. Basi wote nendeni chini. Hazina, hazina. Hazina, hazina. Hazina, hazina. Hazina, hazina. Mugo. Sihitaji salamu yako, ila zingatia mipaka yako. Mtukufu, sijakuelewa unamaanisha nini? Ngoja nikuulize kitu. Kati ya mimi na wewe, nani ni mfalme na nani ni malkia? Hazina, hazina. Hazina, hazina. Mtukufu mfalme, ipo bayana, kila mtu anafahamu wewe ndiye mfalme wa himaya hii. Unajua sipendi kumwona mtu wa kwanza ninayemtegemea akiwa anavunja matakwa yangu. Usitaki kujua upande wangu wa pili ukoje. Hazina, hazina. Hazina, hazina. Hivi unajua kwamba Subi anaolewa? Najua shogangu alikuja juzi hapo na ndio yule mbaba mkaka kuniambia. Nakwambia mwenzio nimeipania hiyo sherehe. Yaani nimeipania. Yaani sijui nitafanya nini. Mweza kwa nitacheza ngoma hiyo. Nitacheza vibwebwe hivi. Si unajua Subi tena rafiki yangu? Yaani mwenyewe nimeipania kama ya kwangu naenda kucheza. Acha. Wewe acha tu. Lazima tumsindikize yule rafiki yetu bwana. Lazima tena. Wale mboe mai. Naona mpo. Uombea nao. Si nikasahau salamu. Mbuike. Vipi ndugu zangu? Salamu. Salama, karibu. Safi, vipi kuna jipya? Hakuna. Sasa mnaishije bila mapya mtaa huu? Asa kabla sijaendelea. Kuna mapya. Achana lile ndoa ya Subi lile. Lile lishachuja. Si unajua sipendi kwa DC nataka nishuhudie mwenyewe. Mimi ni mzee wa Nang'ata kupuliza. Sasa kabla sijapa mapya. Kabla sijaendelea, kuna mwenye shilingi 1000 hapa? Hatuna. Hatuna, tutakuletea mahindi baadaye. Mahindi tena? Sawa, haina shida. Na waamini. La kwanza. Subirieni niwapashe. Hivi mnamtambua aliyewa mke mkubwa wa mfalme? Hatujui sisi. Si alikufa kwa ugonjwa yule? Hata mizimu yenyewe itakushangaa wewe mwanamke. Sasa ngoja niwapashe. Sasa aliyewa mke mkubwa wa mfalme ni mfalme mwenye kwa mikono yake. Hebu jishikilie wewe. Anaanzaje kumuua mke wake sasa?
usitake kujua nimejuaje. Mimi napenda taarifa hizi ili mniajue. Hey. Sio baadaye mnasikia mnaanza kulaumu, mbona kutuambia mapema? Ndio nawapeni taarifa za moto moto. La pili, mna taarifa kwamba kwenye hii Maya kuna mtoto mdogo amefariki? Hizo tunazo, ila tujui kilichomuua ni nini. Aha, sasa ngoja niwaambie. Hiyo ndo kazi yangu aswa. Hilo limekaa hivi kama ifuatavyo. Yule mtabibu wa Maya hii pamoja na mfalme mwenyewe ndio wamehusika kwenye kifo cha ule mtoto. Sasa mfalme hapo kaingiaje jamani? Yule mtabibu sio lolote wala hana ujuzi wote kutibia mtu. Alafu kuficha hili kesi, wametengeneza wada kwamba yule mtoto wakati anapata matibabu, bahati mbaya alichukua kopo lenye sumu akanywa ndo kufa kwake. Kumbe ni wao wenyewe wameshindwa kumtibia. Makubwa tena haya. Kwa hiyo namchukulia hatua gani huyo mtabibu? Sasa maswali yasiwe mengi. Nishaambia na jambo huko. Mtanichelewesha hapa nilisahau. Cha kuwaomba, mahindi yangu ni yakute hapa. Na kingine, navorudi huku niwakute ili niwapeleke huko kabla halijapoa. Kwa elimu. Tazama mke wangu, leo hii umeniachia majonzi mazito sana. Hakika maneno yako nitayakumbuka daima. Yule aliyemwacha kuwa mlisi na hazina ya maisha yangu, na yeye leo ametoweka. Tazama kaburi hili. Huyu ndiye nilimfanya kuwa mlisi wa maisha yangu, na yeye amenitoka. Hakika yote Mungu ndiye atakayelipa. Kweli nimeamini katika maisha unayemthamini ndiye anayekutoka. Angalia mama, umeniacha katika majonzi mazito. Wewe ndio uliyekuwa thamani kwangu. Nilikupenda, nilikuthamini, nilikuhitaji, lakini wenda wapo waliokuhitaji zaidi yangu. Bado haitoshi. Uliniachia ambaye utakuwa msaada wangu. Naye amepotea sasa. Nabaki na nani mimi? Ni jinsi gani moyo wangu unaumia. Sina nguvu ya kutoa chozi. Yote namwachia Mungu. Ni jinsi hasira zinavyonishika juu ya himaya hii, na mimi sina budi. Kipenzi changu, mwanangu, mimi naona bora niame himaya hii. Siwezi kuvumilia na kukaa tena katika himaya hii. Tazama sasa, siwezi kubaki katika himaya hii. Mungu akulaze mahali pema peponi, wewe na mwanangu. Hazina ambayo ulikuwa umeniachia na kuona kwamba nitaifaidi, lakini yote, Mungu nipe ujasiri. Sawa, mimi ninaondoka. Ulale mahali pema peponi. Mimi nakwenda, lakini najua ipo siku tu tutaonana. Yote huenda mimi sikupanga, lakini yupo aliyepanga.
Asante sana mke wangu. Mwanangu, basi nikumbuke na uliko.